Eternal Father, I offer you the body and the blood. Bwana asifiwe. Ni asubuhi njema ya Jumamosi hii ambaye Bwana ametuamsha. Leo tena Bwana amenituma na ujumbe wako. Jehova ameona jinsi unahangaika, unasumbuliwa. Watu wamekudharau. Hauna amani. Uko na vita. Mambo zako zimekwama. Ndiposa Bwana ameniamsha na ujumbe ya kwamba ili tuongee nawe pamoja katika ibada ya leo ya Jumamosi ya 2:30. Bwana anakujali. Bwana anakurehemu. Bwana anakutazama. Bwana ameniambia nikuambie atasimama na wewe. Hata ingawa moyo wako imekufa, roho yako imekufa, juu ya maadui na juu ya watu ambaye wakutakii mwema, wakutakii mazuri, Bwana bado anakupenda na Bwana amenituma na ujumbe wako. Wacha nichukue dakika moja ili tuombe na wewe pamoja. Na amini ya kwamba Biblia yako iko kwa meza, Biblia yako uko naye. Wacha tuombe na wewe pamoja ili tupate neno ambaye Bwana amenituma naye leo, Jumamosi ya pili ya mwezi wa pili. Bwana ako na ujumbe njema, usitoke. Bwana nakushukuru. Ni asubuhi njema ambaye umetuamsha. Jina lako inafaa sifa na shukrani. Tazama huyo mama, tazama huyo baba, tazama huyo mtoto. Bwana unajua hali ya maisha yao. Unajua vile wametezeka, vile wamelia, vile wanateswa, vile hawana amani. Wewe ndio mwenye amani. Wewe ndio mwenye kila jambo. Nimewakabidhi katika mkononi mwako. Katika ujumbe ya leo, tazama wale wako safarini, tazama nchi ya Kenya, tazama kila upande, na wale wanaenda kazini pia watazame, na wale wanaenda kanisani wapatie hekima, na neema zako na mavuli zako iwafunike. Kwa hayo machache nimeomba na kuamini. Amen. Kwa wale wananiona mara ya kwanza, ni mimi Askofu Francis Opell. Natoka katika kanisa la African Revival Center of East Africa. Napatikana hapa Nairobi. Kanisa iko hapa Kayole. Ukifika Kayole, hapo Kio stage, utanipata hapo. Hata kesho Jumapili nimekukaribisha uone yale Bwana atatenda. Karibu sana, karibu sana, na nimekualika. Bwana amenituma katika kitabu ndogo sana, Zaburi 3 kuanzia 1 mpaka 4. Hapo ndio Bwana amenituma. Bwana amenituma kwa wale wanaona wako na maadui. Kwa mwenye anaona ako na maadui. Adui ambaye anataka kumaliza maisha yake. Hata akianza biashara, huyo adui hataki biashara yake inuke. Hata akipata kazi, adui hataki hiyo kazi iendelee. Hata akipata ndoa, hao maadui wanaamuka, wanamuondoa, wanamfuruga, wanalete vita. Maadui wamezingira watu. Lakini
nataka kunena juu ya mfalme mwenye anaweza zote, Yesu Kristo, ambaye ameniweka hapa, amenituma kwa wale wameishi kama wanaangaishwa na maadui, wale wameishi kama wako na vita za maadui. Maadui wanaweza kukuangaisha. Tena adui akiingia kwa nyumba, kwa boma, kwa kazi, kwa biashara, maisha yako mpaka iwe mbaya, mpaka watu waanze kukudharau, waanze kunena maovu juu ya maisha yako. Lakini Mungu ambaye amenituma ameniambia nikuambie leo hii, atamaliza mpango na jinsi maadui wamekuangaisha naye. Yani leo hii maadui wote ambaye walisimama mbele yako, mbele ya watoto wako, mbele ya kazi yako, mbele ya biashara yako, mbele ya ndoa yako, mbele ya mjengo yako, mbele ya boma yenu, maadui wote ambaye walikuwa wamekuzingira watakanyagwa chini. Hiyo ndio kitabu cha Zaburi 3:1 inanena. Wale wanafuatwa nyuma, wale maadui wamempangia laini, hata kianza kitu kidogo maadui wanainuka. Lakini Mungu ambaye amenituma ameniambia nikuambie leo hii kuna ushindi kwa mkono ya maadui. Wewe ndio maadui wamekuangaisha mpaka saa hii unaona kama maisha yako sio maisha tena. Unaona kama mambo zako sio mambo ambayo ulikuwa umepanga. Tuko katika mwezi wa pili, Jumamosi wa pili. Yani machozi yako imekuwa maji ya kuoga. Ukiamuka unalia, mchana yote ni huzuni na kulia. Usiku machozi yako ndio maji ya kuoga, kwa sababu maadui walifunga kazi, walifunga biashara, walifunga ndoa, walifunga masomo ya watoto, walifunga mijengo ya boma, walifunga kazi yako. Maadui wamekuzingira mpaka maji ya machozi imekuwa maji ya kuoga. Hauna amani. Maadui walienda na nyota zako. Hata ukiamuka unamukia vita. Inaweza kuwa vita ya jirani, vita ya ndoa, vita ya kazi, vita ya biashara. Yani hakuna siku unaweza pumzika mpaka ushuhuda zako imekuwa ushuhuda za kipepo, ushuhuda za masaitani. Hauna ushuhuda ya Yesu Kristo, kwa sababu maadui wamekujazia shida juu ya ingine, tabu juu ya ingine, vita juu ya ingine. Yani mpaka umekosa amani katika moyoni mwako, huzuni na kulia. Ndio sababu Bwana amenituma nikuambie ya kwamba leo ni siku ya ushindi juu ya maisha yako. Leo ni siku ya kuinuliwa juu ya maisha yako. Leo ni siku ya kupokea nyota zako. Leo ni siku ya kuponywa kwa magonjwa zote. Maadui wanaweza kukuzingira mpaka maisha yako iwe mbaya, lakini mwenye atasimama kwa neno,
ambaye ibada ya leo ni ibada ya kuinuliwa, ibada ya kubarikiwa, ibada ya kuregesha nyota ambayo zilipotea, kazi ambayo ilipotea, biashara ambayo ilipotea, ndoa ambayo ilipotea, kazi ambayo ilipotea. Leo hii mambo zako itarudi jinsi Bwana alipanga. Maadui zote watalemewa na watashindwa na wataweza juu ya maisha yako, kwa sababu mwenye ameniweka hapa ako na mamlaka ya maisha yako, ako na uwezo ya maisha yako, ako na nguvu ya mpango zako. Hautalemewa. Maadui wanaongea, wanasema utalemewa. Maadui wanasema hutafaulu. Hao maadui wanasema hautasonga mbele. Lakini Bwana ambaye amenituma, mwenye uwezo, mwenye nguvu, mwenye mamlaka, mama utashinda, baba utashinda, ndoa itarudi, ndoa itapatikana, mtoto itapatikana, ugonjwa itaisha, utapona. Leo hii ni siku yako ya kupokea chenye maadui walikimbia nayo, wale kuponya wakaenda nazo. Lakini leo ni siku ya uregesho. Bwana ataregesha yenye maadui walichukua, zenye maadui walienda nazo. Unaonaje maisha yako? Unaonaje kazi yako? Unaonaje watoto wako? Hata ukikaa unaonaje boma yenyu? Na kuuliza unaonaje huyo mume unaishi naye? Na hata hiyo mume ambaye anakuongelesha anataka ndoa, unamuonaje? Mama nakuuliza, unaonaje mpango yako? Hata njia ya watoto wako, hata boma yako unaonaje? Hata vile unahangaika na hiyo ugonjwa, unaonaje? Unaona kama leo unaweza kuwa na ushindi, unaweza shinda kwa magoti, kwa kuomba, kwa kulilia Bwana? Unaonaje leo juu ya maisha yako? Watu wamekukula. Hiyo shida najua umetembea nayo, kwa wanabii, kwa uganga, kwa daktari ya kienyeji, kwa hospitali, kwa maprophets, kwa apostles. Umezunguka juu ya watoto, juu ya boma. Umezunguka juu ya huyo bwana yako. Umehangaika, umezunguka. Hata kama ni mali zimeisha, umetumia mali nyingi ukizunguka, ukitafuta uzima juu ya bwana yako, uzima juu ya watoto, uzima juu ya boma yako, uzima juu ya mwili yako. Lakini leo hao maadui waliapa utazunguka na utafaulu. Lakini Bwana amenituma nikuambie leo ni siku yako, utafaulu. Wapende wasipende, kwa sababu ushindi inatoka juu mbinguni, ambaye Bwana amenituma. Leo hii utaona ushindi. Ushindi wako ilionekana asubuhi ya leo mapema sana. Ndio Bwana ameniweka hapa nikwambie leo, maadui wote watakuacha, utabaki uhuru kama maisha yako inaenelewa. Wacha tupate masomo. Wengine wameingia katikati, wasikia ni jambo gani na nena juu yake. Na nena juu ya Zaburi 3. Bwana, watezi wangu wamenizidi kuwa wengi, ni wengi wananisambalia, ni wengi wananiombea nafsi yangu. Hana wokovu huyu kwa Mungu. Na wewe Bwana, uwe ngao yangu pande zote, utukufu wangu na mnyaa kichwa changu. Sema Bwana apewe sifa. Naongea juu ya Mungu mfalme. Naongea juu Mungu mkuu.
naongea juu ya Mungu ambaye hata wakinena nini juu ya maisha yako hawatafaulu. Wanaongea maovu. Juzi ulijenga nyumba, wameamuka wote juu ya nyumba yako. Juzi mtoto alijenga, hiyo mjengo ilileta wako lala. Wanakimbia kwa uganga usiku na mchana ili wamalize mtoto, ili wamalize boma. Juu ya hiyo mjengo, juu ya hiyo gari ilinunuliwa, juu ya kuinuka tu uingie kwa nyumba ambayo inafaa. Maadui wanaamuka, wanaweka komiti zao chini, jinsi watamaliza kazi yako, jinsi hiyo biashara imeleta umejenga imalizwe, jinsi watafuruga ndoa yako. Hao maadui wanakuwa na mpango mbaya kila siku, kila wakati juu ya maisha yako. Ndiposa Bwana amenituma nikuambie leo, utainuka juu, utawashinda, utawakanyaga. Walibambana na mama wakamaliza, walibambana na baba wakamaliza, wamebambana na mtoto mkubwa iko chini. Hata wewe wameanza maisha yako kukua mbaya, wameanza vita na wewe. Hii vita walianza ya shamba, sio leo. Hata chief marehemu anajua, hata mzee wa kijiji wa kwanza anajua hii vita. Wajachoka. Wacha nikueleze, hii ugonjwa ambaye inakusumbua, hii ndiyo ilipeleka babu chini, ikaleta nyanya, ikapeleka mama yako. Hii ugonjwa ilimaliza. Wacha nikuambie, wenye walikuwa na hii vita bado wako hai. Leo hii ukiamini kwa mfalme, mshujaa, mwenye vita, mwenye uwezo, Jehova Jire, yeye ako hapa. Ukiamini dada, ukiamini utaponywa. Ukiamini ndugu, utainuka. Ukiamini dada, ndoa itasimama. Aliangaisha watu. Hata mama aliolewa mara 3 mara 4, hakuwa na amani, kwa sababu hao madhabahu ya maadui walimwangaisha. Lakini leo hii wewe utaishi kwa ndoa yako. Wewe unaenda kupata ndoa yako. Wewe unaenda kupata kazi yako. Hata biashara yako inapatikana. Mfalme ndiye anasema nyota yako inarudi. Uregefu za mali ambayo ilipotea inarudi. Nyumba yako inarudi kusimama. Vita kwa ndoa inaisha. Bwana analeta amani. Mwenye uwezo ndiye anasema leo, umehangaika ya mama. Hata kama ni magonjwa umezunguka naye. Hata kama ni mambo ya ndoa umetembea. Hauna amani kwa ndoa. Umetafuta ndoa. Lakini Bwana Mungu ambaye sio binadamu, Mungu ambaye amenituma ni nene na wewe, ananiambia nikuambie, maisha yako inabadilika. Maombi ya leo ni maombi ya kubadilisha maisha. Maombi ya kuinua mtu. Maombi ya kuregesha amani. Maombi ya kuinua boma. Maombi ya kuinua watoto. Maombi ya kulete mali. Boma ambaye watu walicheka inainuliwa leo, kwa sababu Bwana anakanyaga maadui. Hebu sikiza vile wanaongea. Hiyo kitabu cha Zaburi 2
Hawa maadui wanasema wapi Mungu wetu? Wanacheka, wanasema tutaweza, wanasema hutafaulu, wanauliza wapi huo Mungu yako? Leo utaonyesha ya kwamba Mungu yako yuko kwa magoti. Huwezi lia usiku na mchana, huwezi dharauliwa hata na wadogo kazini, hapo mahali unafanya biashara, hata kwa plot mahali unakaa, hata kwa boma. Madharau inazidi, na kila Jumapili uko kanisani wanauliza wapi Mungu wako? Pastor mwenzangu, hata kama ni kanisa umeanza, wanasema hutafaulu, wanasema hiyo kanisa itaendelea. Maadui wanaongea maofu, lakini wanauliza Mungu wako. Wacha nikwambie, Mungu wako yuko, na wataona kazi ya Mungu wako. Mungu wako atasimama na wewe. Ukiamini leo utafaulu. Kwa hiyo ndoa utafaulu, kwa hiyo kanisa utafaulu, kwa hiyo kazi utafaulu, kwa hiyo biashara utafaulu, kwa hiyo ugonjwa wale panda ndani ya maisha yako utafaulu, kwa watoto wako utafaulu, Bwana, kwa masomo yako utafaulu. Wameuliza Mungu wako. Mungu anakuja, Mungu wa rehema, Mungu wa amani, Mungu wa baraka, Mungu mwenye uwezo anakuja leo. Usiwe na shaka moyoni, usiwe na shaka kwa rohoni, usiwe na shaka mwenzangu. Mungu wako ambaye wanauliza yuko leo, anakuja. Hata kama umelia miaka ngapi, hata kama umegonjeka miaka ngapi, hata kama umekosa kazi miaka ngapi, hata kama umehangaika miaka ngapi, Mungu wako ambaye maadui wamecheka wakauliza Mungu wako wako wapi, Mungu wako yuko leo. Ako ataweza, atatenda, atakuinua, atakubariki, atabariki watoto, ataregesha nyota yako. Utafanya biashara, utafanya kazi, utapata mtoto, utapata ndoa, utabarikiwa. Mungu wako anakuja. Ukiamini kwa goti na maombi na kuita huyo Mungu, atashuka, atafanya jambo. Mama usiogope, ndugu usiogope, usiogope, kijana usiogope. Hata kama umelia, umehangaika, umeuliza, sahi wiki ya pili, mtoto hajaenda shule, ujui pesa itatoka wapi, nyumba ziko na kifuli, madeni zinakufuata, hakuna mwenye anakusaidia, hakuna mwenye anasikia mambo yako, hakuna mwenye anakaa na wewe chini, hakuna mwenye anataka kusikiza mambo yako. Hata ndugu yako hataki kusikia mambo yako, hata baba yako achuki simu yako, hata dada yako hataki mambo zako. Lakini ukisimama na Mungu leo, mambo itabadilika, maneno itabadilika, njia itafunguka. Yesu huyu, Mungu wetu huyu, habadiliki, halali, atafanya jambo juu ya maisha yako. Sikiza, mambo inaenda kubadilika, maneno itakuwa tofauti. Ukiamini kwa neno, mambo yako inabadilika. Leo hii maadui watashindwa. Nitaomba na wewe, nitaomba na wewe. Hajalishi ni vita gani, hajalishi ni jambo gani, hajalishi ni njia gani, hajalishi ni nani anakuangaisha, ni adui aina gani, ni dada ama ni ndugu ama ni jirani mwenye amekuzingira, atakanyagwa chini. Bwana ndiye anasema, sio mimi nasema. Bwana anasema wenye alikataa juu ya kazi yako, wenye walisema hautainuka, wenye walisema biashara zako zitaanguka, wenye walisema watoto watasoma, wenye walisema hautaoa, wenye walisema ndoa yake itasimama, Bwana anasema leo hii mambo iko tofauti. Jehova anakuinua. Bwana anaregesha yale mashetani walikimbia nayo. Hata kama ilikuwa kazi, kazi inarudi. Hata kama ilikuwa biashara, biashara inarudi. Hata kama ndoa ilivunjika, ndoa inarudi. Hata kama ulikuwa umekosa mtoto, mtoto inapatikana.
Bwana anaregesha yale masaitani ilikimbia naye. Nyota yako inarudi, jina yako inarudi, jina yako itainuliwa, yani boma yako inainuliwa, yani watoto wako wanainuliwa, yani kazi inapatikana, yani wanakuwa masomo inapatikana, yani biashara inapatikana. Jambo yako Bwana anatenda mpya. Unaonaje? Nataka kuomba na wewe mama, nataka kuomba na wewe ndugu, nataka kuomba na wewe. Ajalishi unapitia hali gani, ajalishi umelemewa na shida gani, ajalishi satani imekusumbua kwa miaka ngapi, ajalishi ni satani gani ambaye inakuangaisha, hata kama ni ugonjwa, hata kama ni ugonjwa, ikuache sasa hivi. Magonjwa zote ndani ya maisha yako itoke kuache, kwa sababu ilipandwa na madui. Hata kama madui walipanda ufakara juu ya maisha yako, hakuna kazi, wacha nikitangazie, pokea kazi yako, pokea biashara yako, pokea ndoa yako, pokea amani, pokea kanisa yako, jambo zako yaanze kubadilika. Nitaomba na mwenye moja, mwenye ameamini, mwenye ako na ujasiri ya kusema pana, askofu, ukinena unanena juu yangu, ukiongea unaongea juu yangu, ukionena ni juu ya watoto wangu, ni juu ya bwana yangu, ni juu ya kazi yangu, ni juu ya biashara yangu, ni juu ya boma yangu, ni juu ya maendeleo zangu. Wewe kazi yako, nikimaliza hii ibada unipigie simu tuongee. Nitaomba na wewe tena, utanitumia ujumbe kidogo, nitaomba na wewe tena katika hii wiki mpaka Bwana atende, mpaka Bwana atende, mpaka Bwana atende. Ajalishi ni jambo gani, ajalishi ni umehangaika miaka ngapi, ajalishi ni jambo gani inakusumbua, ajalishi ni mambo gani inakuangaisha, unipigie simu. Bwana anaenda kutenda. Naenda kuomba na wewe sasa hivi. Mama, mahali popote huko, ebo inua mkono juu. Unaweza piga magoti, unaweza omba hata ukikaa kwa kiti, kwa sababu naenda kuacha mafuta ya Yesu Kristo. Jehova anaenda kutenda. Bwana, nimekushukuru, jina lako nafasi na shukrani. Tazama huyo mama mahali anatazama, huyo ndugu, huyo mzee ametezeka, amehangaika, lakini Bwana natangaza sasa hivi upako na mafuta juu ya maisha yake, ile maisha yake ibadilike, ibadilike, ibadilike. Jehova umetenda. Kuanzia sasa hivi nimetangaza maisha yake uhuru, apokee chenye amelia kwa miaka nyingi, kwa muda mrefu. Panguza machozi yake, ili Bwana jina lake inuliwe tena, ili Bwana apone milele, ili Bwana apokee kazi na biashara, apokee nyota ya watoto wake, apokee nyota ya boma yake. Jehova, nimeomba na nimeamini. Amen, amen. Chukua hii namba, utatuma ujumbe kidogo ama utanipigia simu kwa 0720 86 39 11, 0720 86 39 11, ama unaweza kunipigia kwa hii namba 0739 97 0725, 0739 97 0725. Mimi ni Askofu Francis Opell, napatikana hapa Kayole Kio Stage. Kesho nimekukaribisha katika ibada kuu ambaye Bwana atatenda makubwa. Kama uko karibu, fika hapo kuanzia saa 4 mpaka saa 8. Bwana atakujibu, Bwana atakupanguzia machozi, na Bwana atakuona. Na kama uko mbali, uko huru kupiga hiyo namba saa yoyote ili tuwe pamoja. Wacha tupatane Jumamosi ijayo masaa kama hayo, na Bwana atatenda mengi. Kwa wale tuliomba naye wiki mzima, wale walinipigia simu, wale simama nami
Mama nashukuru ukiwa Nyakach, mama nashukuru Dolphin ukiwa Kisumu, nashukuru mama ukiwa Mombasa, Lamu, mzee nakushukuru sana ukiwa pale Mgori, wale wanatoka Kuria, Bwana wabariki sana, wale wanatoka Kitui, Bwana awatendee, na muwe na mchana mwema, na Mungu wabariki. Amen. Eternal Father, I offer you